Bwana Musini, mambo vipi bwana? Fresh mzee, inakuaje? Fresh. Sasa bwana, jana Yanga walifanikiwa kuchukua kombe la Muungano. Katika pita zangu mitandaoni, nikakutana na baadhi ya mashabiki wanasema kwamba ubingwa wa Muungano ni kombe kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Je, hii kauli iko vipi? Yaani ni kweli kwamba kombe la Muungano ni kubwa, tena wakafika mbali wakasema kwamba hata lile kombe la shirikisho ambalo Simba amefika finali ni kombe dogo ukilinganisha na kombe la Muungano ambao wamechukua jana ya. In fact unasema ni no, kwa sababu kombe ambalo linashirikisha vilabu tofauti barani Afrika lazima lipewe heshima yake. Kombe la Muungano ni kombe ambalo linadumisha umoja wetu, ambao linaunganisha vilabu kutoka Tanzania bara pamoja na visiwani. Na jana tumeona Young Africans ametoa taji lake la 7 tangu kuanzishwa kwa kombe hili. So far walikuwa na performance nzuri, na naamini mwalimu anaendelea kutengeneza fitness kwa wachezaji kwa ajili ya kuja kumaliza msimu wa ligi kuu NBC Tanzania bara msimu mwaka 2024-2025. Nadhani kila shabiki ni lazima ajaribu kuitetea brand ya timu yake katika kipindi ambacho anapitia nyakati ngumu. Young Africans this time wanapitia katika wakati ambao walishaupita, lakini wanachokiomba ni kuona Simba hawezi kuwa mabingwa kombe la shirikisho barani Afrika. In case kwamba ni kitu ambacho kinawezekana ama kisiwezekane. What if Simba akajipanga vizuri na kaweza kupata matokeo kwenye mechi yake dhidi ya RS Berkane, atakuwa ni miongoni mwa timu ambayo imeandika pia rekodi nyumbani Tanzania. Kwa hiyo binafsi naamini hiyo ni mitazamo ya watu na ni mitazamo ya mashabiki, na sio kwamba hawajui ukweli na uhalisia, lakini kuna kitu kinaitwa kuitetea brand. Leo hii usitegemee kusikia hali kama akiweza kusifia hiki ambacho Simba amekifanya. No. Na ndio maana wakati Young Africans anafanya vizuri kwenye hili kombe la shirikisho, Simba waliliita kombe la Young Africans. Kuna kipindi walisema kombe la loser, nadhani ilikuwa ni Haji Manara kipindi kile. Lakini Simba hao una baadhi ya wazee wakubwa tu kwenye historia kubwa kwenye football waliliita mpaka kombe la kina mama. So far au kombe wengine walisema mpaka kombe la watu walioshindwa. Kilo hii Simba yuko finali na anatamani kuwa mabingwa wa kombe hili. Kwa hiyo unaweza kuona ni mitazamo ya watu na haswa mashabiki, lakini mimi ninachokiamini wao wanajua ukweli kipi ambacho ni bora kwa sasa. Na ndio maana kwa mimi ambaye najua football, kwa mimi ambaye najua mihemko ya watu na mashabiki hususa, siwezi kuingia kwenye huo mtego wa kusema kwamba eti kombe la Jamhuri linaweza nikawa kombe kubwa zaidi kuliko kombe la shirikisho barani Afrika, ambalo kwa sasa mnyama Simba Sports Club ndio anawakilisha nchi ya Tanzania katika kombe hili, na tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wanaweza wakawa timu ambayo ikawa ya kwanza miaka ya karibuni kutokea hapa Tanzania. Naamini timu ya kwanza pia tangu kuanzishwa kwa ligi yetu ama kwa football kwenye nchi yetu kubeba kombe hili la Afrika. Sawa. Bwana, kuna jambo lingine pia baada ya Simba kufuzu hatua ya finali mambo ninayopenda umezuka mjadala mmoja mkubwa sana kwamba wengi wamekuwa wakifananisha enzi za Simba ya kipindi kile akiwepo Mwamba Lusaka na Simba ya sasa hivi ambaye yuko Jean Charles Ahoua. Wengi wamefika mbali wakasema kwamba Ahoua ni mchezaji ambaye ni bora kuliko Chama kwa sababu ameiwezesha Simba kufika finali. Je, kuna ukweli wowote kuhusu bro triple C zile C3 Kratos Chota Chama Mwamba Lusaka, one of the best katika nchi hii. Tumebarikiwa vipaji vingi sana, no doubt kwamba siwezi doubt uwezo wa Jean Charles Ahoua, lakini it means kwamba bado anahitaji kuprove. Ni msimu wake wa kwanza kwenye ligi yetu Jean Charles Ahoua, lakini ni kama amepata bahati, amefika katika hatua ya finali, amefikisha Simba katika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni kitu ambacho unaweza kusema ni hivyo, lakini huwezi kusema kwamba Jean Charles Ahoua anaweza akawa bora mbele ya Kratos Chota Chama kwenye ubora wake. Ni kitu ambacho akiwezekani na hakitaweza kutokea miaka karibuni. Labda aendelee kuprove next season, aendelee kufanya vizuri. Hata Kratos Chota Chama Mwamba Lusaka msimu wake wa kwanza kwenye ligi yetu hakuwa bora, na alianza kuimbwa baada ya misimu miwili kupita. Stefan Aziz Ki alikuwa bora baada ya Faisal Salum Abdalla kuondoka Young Africans, ndio akaanza kuonekana ubora wake. Kwa hiyo leo useme Jean Charles Ahoua kwamba ni bora kuliko Kratos Chota Chama kwa sababu timu iko finali, no. Kwenye football kuna vipindi ambavyo vinatokea. Kuna kipindi timu inaweza ikawa bora organized, management wakafanya vizuri na wakafika mbali, ndio kama ambacho Simba kwa sasa amekifanya. Simba wako organized, wanacheza kitimu, mipango yao imeenda vizuri msimu huu na mpaka sasa hivi alipofanikiwa katika hatua ya finali. Kwa hiyo mimi naamini Simba ile ya Kratos Chota Chama kwenye ubora wake, Simba kina Luis Jose Miquissone ni miongoni mwa Simba bora ambazo zimepita katika miaka ya karibuni, lakini hii ambayo inaendelea kutengenezwa mbele ya Fadlu Davids, it means kwamba next season inaweza ikawa bora
ikaendelea kutengeneza ubora na ikawa tishio kwenye soka letu la Afrika na hapa nyumbani Tanzania, kwa sababu tayari wameshapata mwanga. Kama msimu wa kwanza maingizo mapya kwenye kikosi, wanafika hatua ya finali. Means kwamba kama watakuwa na kikosi hiki next season chini ya Fadlu Davis, akaendelea kuaminiwa kwenye kikosi cha Simba Sports na akaendelea mwalimu kupata matumaini ya kuboreshewa zaidi, kwa sababu naamini hakuna kitu ambacho kikosi maboresho kila season. Kila timu inakuwa na maboresho na kuna watu wanabidi waondoke ili wawapishe watu wengine kwa ajili ya kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kama hii Simba ya sasa ikaendelea kuboreshwa zaidi, naamini inaweza ikawa bora kupita huko, kwa sababu of course kila kipindi kitapita na kitakuja kipindi kingine. Ndio maana leo hii bado kuna watu wanaweza wakakwambia kwamba bado kuna Simba ilipita huko nyuma ilikuwa bora zaidi, kwa sababu walifanya makubwa. Swali la kwanza ambalo la pili mwisho. Sawa? Yeah. Jana tumeona kwamba imetoka ile taarifa kuhusu klabu ya Yanga baada ya kwenda kutoa madai yao kule CAS. Je, unazungumziaje ile taarifa? Maana imekuja taarifa ni kwamba wamerudishia tena bodi ya ligi. Kwa sababu mtazamo wangu mimi naamini hili jambo litafika hatua timu Young Africans na bodi ya ligi pamoja na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF watakuja na taarifa ambayo itakuwa ni rasmi, na naamini mwisho wa siku dabi itachezwa, kwa sababu ili ligi ishe lazima dabi icheze. In case kwamba labda kama msimu huu utafutwa kwamba haukuwepo, lakini ili msimu huu uwepo lazima dabi ichezwe. Young Africans acheze dhidi ya Simba, baada ya hapo ajulikane nani bingwa, ajulikane nani anashuka daraja, nani anapanda daraja, kwa sababu kama hatutacheza dabi maana yake tutawanyima haki yao ya msingi Mtibwa Sugar pamoja na Mbeya City kupanda ligi kuu, lakini pia tutawanyima wale ambao wanahitaji kubaki kwenye ligi kuu, maana yake kama na wao watakuwa kwao ni furaha. Means Ken Godi leo atashangilia dabi isichezwe, lakini mimi ninachoamini dabi itachezwa ili kuepusha hasara ambazo zipo. Yote yanayoendelea ni kuhakikisha kwamba watu wanarekebishana, kwamba uliruka hatua hii, nenda kwanza hatua hii then uje kwenye hatua hii. Kila kitu ni process, na naamini Young Africans watafanya hivyo kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Sawa. Swali la mwisho, unazungumziaje mbio za ubingwa? Maana naona kama Simba na Yanga wanachuana sana pale. Mbio za ubingwa ni ngumu sana. Ni ngumu sana kwa sababu Young Africans amesalia na michezo mitatu. Mchezo wa 4 ni dhidi ya Simba kama utachezwa. Simba ana michezo minne ambayo itamfanya aweze kushinda kuweza kupita namba moja na Young Africans.